Yeah, guys, nataka leo kuongelea kuhusu types of fasting na umuhimu wake. Hii ni January. January is the month where so many people fast, establish foundations, establish or seek for a powers, so that at least mwaka inapoanza wanapata vitu mpya katika maisha, wanapata vitu mpya katika angao. Kuna hii inaitwa 24 hours fasting. 24 hours fasting wakati mwingine inatendwa na watu ambao unakuta kwamba wakati ambapo unahisi umerudi nyuma rohoni, nguvu za rohoni zimepungua. Kuna dhambi ambao unahisi ya kwamba ni kana kwamba imekulemea, unahisi ya kwamba roho Mungu ako mbali na wewe. Whenever you take 24 hours fasting, that is a day, unajisafisha kwa toba, unarejea katika spirit ya Mungu, maana unapanisha akili, unakuwa na ile discipline ya kwamba unafaa umrejelee Mungu, unafaa maabudu Mungu. Alafu kuna hii ya 3 days fasting. 3 days fasting, that is 72 hours fasting. 72 hours fasting, hapo ndo unakuta kwamba kuna kitu, labda kuna kamuzika ambao kalikuwa anakushinda, kuna kitu ambacho ilikuwa inakulemea. Hapo sasa unaanza kujirejelesha mbele ya Mwenyezi Mungu kabisa. Unakuta kwamba kama kuna kitu chochote ambacho kimesimama mbele yako, hapo kinaanza kukuachilia. Hapo ndo unakuta kwamba kama kuna hitaji ambalo limekuwa kidogo la dharura, limekuwa linakusumbuka, jiambia hapana, nataka hivi na hivi, nataka favor mbele ya Mwenyezi Mungu. Hapo ndo mtu anaanza kupata favor. Kama vile Esther alienda mlimani akaweza kufunga, aliambiwa aweze kujinyima siku 3 pasipo kukula. Hapo ndo akapata favor mbele ya mfalme. Kuna kitu ambacho umeng'ang'ana nacho hujakipata, kuna kitu ambacho umekuwa unatamani kitendeke hujakipata. Whenever you take 3 days fasting, that is where that favor will come, na kila ambacho nakusudia kitatendeka. Hapo ndo utakuta kwamba Mungu anakuosha, anakurenew, anakufanya unakubalika mbele za binadamu na hata mbele zake. Alafu kuna hii ya 7 days fasting. 7 days fasting, that is a week. Hapo ndo unakuta kwamba unaweza kuponyeka katika vinonda vya ndani. Kama kuna mtu ambaye alikuwa amekudharau, amedharau huduma yako, amedharau maombi yako, watu wanasema kwamba anajifanya anaomba lakini hakuna penye anaenda. Whenever you take 7 days of fasting, hapo ndo unakuta kwamba heshima inaanza kuonekana katika anga yako, maana chochote ambacho utakuwa unakitamka most of the time kitakuwa kinatimia. Hapo ndo unakuta kwamba kuna baadhi ya mikamba ambazo huenda zilikuwa zimekalia maisha yako, hapo ndo zinaanza kuachilia. Hapo ndo mtu anaanza kupata something so called internal healing. Hapo ndo unapata uponyaji wa ndani, hapo ndo unapata emotional healing. Kama kuna kitu kimekuvunja imani, kimekuvunja moyo, unajiheshimisha katika ile 7 days fasting. Alafu kuna 21 day fasting. 21 day fasting, hayo ni maombi ambayo sasa unaenda viwango vingine, your spirit is being drawn close to God. Hapo ndo unakuta kwamba kama kuna